Mheshimiwa Katibu Mkuu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, wadau wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kwa niaba ya Katibu Mtendaji Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, Bi Consolata Mushi ambaye yuko safarini, nimesimama hapa kwa niaba yake ili kuwasilisha mada ambayo ilikuwa aiwasilishe yeye, yenye kichwa kisemacho Kiswahili kama wenzo wa kutangaza utalii wa utamaduni na michezo. Lengo la makala hii au wasilishaji huu ni kueleza nafasi ya Kiswahili katika utalii wa utamaduni, lakini pia utalii wa michezo. Kadhalika, makala hii itatoa mapendekezo ya hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kufanikisha swala la kueneza utalii wa mambo hayo mawili. Jambo jingine ni changamoto. Tutabainisha changamoto ambazo zinajitokeza katika harakati hizo za kuweza kukuza utalii pamoja na kuutangaza. Na jambo la mwisho, tutasema namna ambavyo tunapaswa kuhamasisha matumizi ya Kiswahili kama rasilimali ya kiuchumi na kijamii. Sasa basi, kuna dhana mbili katika mada yetu ambazo tunapaswa kuzifahamu kabla hatujaendelea na uwasilishaji huu. Jambo la kwanza, katika kichwa cha somo mmesikia neno wenzo. Wenzo ni neno la kawaida la Kiswahili ambalo tumezoea zaidi kulisema katika wingi. Nyenzo. Nyenzo ni wingi wa neno wenzo. Kwa maana hiyo, tunaposema wenzo tunamaanisha kitu au jambo ambalo linamwezesha mtu kufanya kitu fulani kwa ufanisi. Kwamba unakuwa na kitu ambacho kinakuwezesha wewe kufanikisha kile unachokifanya. Sasa hicho ndicho kinachoitwa wenzo. Wenzo mmoja, lakini ukiwa na wenzo huu kawa na wenzo mwingine, ni nyenzo, kwa maana ya kwamba unakuwa na nyenzo nyingi. Jambo la pili ni kuhusiana na utalii. Utalii kwa maana rahisi ni safari au matembezi ambayo mtu huyafanya kutoka katika eneo lake la kawaida kwenda eneo jingine kwa nia ya kujiburudisha au kujifunza au kuona vivutio vya asili, vya kihistoria, vya kiutamaduni au michezo, kama ambavyo tumesikia pia kuhusiana na mali kale. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye atasafiri kutoka eneo analoishi au pengine popote akaenda sehemu nyingine kwa lengo la kuburudika au kujionea kitu fulani, basi huyo mtu anaitwa mtalii, lakini anachokifanya ni utalii. Sasa basi, kwa nini basi Kiswahili kinanasibishwa na utalii? Kwanza, Kiswahili ni lugha ya kitaifa. Ni lugha ya taifa, lakini pia ni ya kitaifa. Kwa maana ya kwamba ukiangalia kwa mfano jinsi tulivyo hapa, kila mtu aliyeko hapa anazungumza Kiswahili. Kwa maana hiyo kila aliyeko hapa ni Mswahili. Kwa hiyo Kiswahili ni swala la kitaifa. Kingine, Kiswahili ni lugha ya kimataifa sasa. Ni lugha ya kimataifa kwa maana ya kwamba ni lugha ambayo imekuwa ikapindukia nje ya mipaka ya taifa letu na hivyo kutumika kimataifa. Ni lugha ya mikutano ya kimataifa kama vile katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika, SADC na kadhalika. Lakini pia ni miongoni mwa lugha kubwa duniani ambayo imetengewa siku yake maalum ya kuadhimisha. Tarehe 7 mwezi wa 7 ni siku ya Kiswahili duniani, kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi, la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO. Na kwa sababu hiyo kwamba lugha ya Kiswahili imezidi kukua,
kumeibuka mahitaji makubwa ya walimu wa kufundisha Kiswahili duniani. Kumehitajika vitabu, panahitajika watangazaji na watu wengine wengi ambao kwa muonekano huo tu inaonyesha ya kwamba soko la Kiswahili limekuwa na litaendelea kukua siku hadi siku. Na kwa sababu hiyo sisi kama wadau sasa wa utamaduni, wadau wa michezo, tunatakiwa kuchangamkia soko linalokuwa kwa haraka ili tuweze kuboresha na kukuza hali yetu ya uchumi binafsi, lakini pia na uchumi wa taifa. Tunao mkakati wa taifa wa kubidhaisha Kiswahili kimataifa ambao ulizinduliwa mwaka 2022 na utaendelea kwa miaka 10 hadi mwaka 2032. Sasa mkakati huo wa kimataifa wa kitaifa ambao unabidhaisha Kiswahili kimataifa unatutaka sisi kama watumiaji wa Kiswahili, kama wamiliki wa Kiswahili, tuweze kukitumia Kiswahili kama bidhaa. Yaani kila mmoja wetu afaidike na Kiswahili. Kwa miaka mingi huko nyuma tumekitumia tu Kiswahili kama sehemu ya burudani, kama mawasiliano tu ya kawaida, kama kufanya mazungumzo na utani, lakini kumbe kama alivyosema daktari juzi kwamba ni miongoni mwa dhahabu ambazo zilikuwa bado hazijachimbuliwa. Kwa sababu hiyo tutambue sasa na kuona ya kwamba lugha ya Kiswahili ni bidhaa na sio tu kitu ambacho kinapita. Sasa kwa nini basi Kiswahili ni muhimu katika utalii wa utamaduni? Kwanza, Kiswahili ndicho kinachoweza kutumika vyema na vizuri katika kuelezea historia ya nchi yetu, historia ya masuala mbalimbali ya kitaifa, mila na desturi. Kadhalika ni daraja la maelewano baina ya mtalii, mtu anayetembelea eneo fulani, kwa mfano huku katika nchi yetu, na wenyeji ambao atawakuta katika eneo hilo. Kiswahili kinatumika katika muziki na hivyo kufanya kuwa kivutio katika filamu, katika methali na mambo kama hayo. Utalii wa utamaduni ni aina ya utalii ambayo watu husafiri kutoka eneo moja kwenda jingine kwa lengo la kufahamu, kushuhudia na kujifunza kuhusu maisha, historia, mila, desturi, sanaa, lugha na mambo mengine ambayo yanatendeka katika jamii. Kuna utalii katika michezo. Huu unawezesha mawasiliano kati ya watalii na wenyeji. Kiswahili kinatumika kutangaza na kuelimisha kuhusu matukio ya kimichezo, kuelimisha umma kuhusu utalii wa michezo, kutoa mwongozo kwa watalii na kadhalika. Na mwaka 2027 kama mnavyofahamu kutakuwa na michezo ya AFCON itakayofanyika hapa nchini. Nadhani ni muda muafaka, ni muda mzuri ambao tunapaswa sisi kama watumiaji wa Kiswahili tujipange namna ambavyo tutafaidika na Kiswahili kutokana na watu wengi watakao kuja kama watalii. Sisi tutawatazama wote wanaokuja kutazama mpira hapa nchini kwetu kama watalii wa michezo, na kwa sababu hiyo tujipange kuwapokea na hasa tukijipanga kutumia lugha ya Kiswahili kama wenzo ambao utawasaidia kuweza kuishi hapa nchini. Zipo changamoto ambazo zinakabili juhudi za matumizi ya Kiswahili katika sekta hizo mbili, utamaduni na michezo. Jambo la kwanza alilisema waziri jana, mheshimiwa waziri, ni kubananga Kiswahili. Kubananga kwa maana ya kwamba kukitumia Kiswahili visivyo. Sasa mnaweza mkaona mifano aliyoitoa jana. Kuna matumizi mengi ambao kwa kweli tunakiharibu Kiswahili. Kingine ni kuchanganya Kiswahili na lugha nyingine za kigeni. Yaani mtu anajua kabisa Kiswahili lakini ataona tu ni raha kwake kuweza kuchanganya Kiswahili anachokijua vizuri na lugha nyingine. Na niwaeleze tu ya kwamba kwa kweli kuchanganya lugha mbili, kwa mfano Kiswahili na Kiingereza, lugha hizo mbili ni tamaduni mbili tofauti. Maana yake ni kuchanganya tamaduni mbili ambazo zinakinzana. Labda niwape mfano kwa upande wa michezo, muone namna ambavyo inaleta shida
katika kutumia lugha mbili mtu anapokuwa akichanganya lugha. Neno la Kiingereza tackling. Sasa ukitamka ile infinitive verb ya kwake ya neno hilo, ikisikika kwa Mswahili sio neno zuri, si ndio? Natamkaje? Najua hamwezi kutamka kwa sababu haiji vizuri. Sasa watangazaji sasa wanapotangaza kutumia neno hilo, wanasema ana ile tackling, yani haisikiki vizuri, si ndio? Sasa ndio madhara ya kuchanganya lugha mbili kama lugha moja. Sasa lugha ya Kiswahili, niwaambie pia ya kwamba lugha ya Kiswahili ina vizuizi vyake ambavyo ni vya kiutamaduni, kwamba huwa kuna maneno ambayo huwezi kuyasema hadharani kwa sababu ya ule uadabu lugha wetu ambao tumekuzwa hivyo. Na bila shaka mmewahi kusikia mtu anasema si kuna mahali panaitwa Mbuyuni. Mbuyuni kutokana na neno mbuyu. Halafu kuna sehemu Mkwajuni kutokana na mkwaju. Hivi mmewahi kusikia mnazi? Ukiongeza ni hakuna sehemu inayoitwa mnazini kwa sababu ya shida hiyo, kwamba mtu anaweza akajikuta amezungumza kitu ambacho hakisikiki vizuri masikioni mwa mtu. Ndivyo lugha iliyotufuma, ndivyo lugha ilivyo, yani ina kizuizi chake. Yani kuna mahala ambapo huwezi kusema hivyo, lugha yenyewe inajiongoza hivyo, inaenda hivyo kwa sababu ya adabu lugha ambayo tunaifahamu. Maneno mengine mengi yanaweza yakatokea kama hayo. Kuna maneno kama takwa, matakwa, si ndio? Sarufi haielekezi tuseme takwa wala tuseme matakwa. Mnajua kwamba ilitakiwa iweje, lakini lugha yenyewe ikajipindisha yenyewe ili kukwepa matumizi ambayo hayafai kusikika masikioni mwa watumiaji. Kitu kingine ni kwamba changamoto nyingine ni kutothamini Kiswahili na fasihi yake. Kwa maana ya kwamba imefikia kiwango ambacho sisi wenyewe wa Tanzania tunaona fasihi ya Kiswahili. Juzi ilisemwa hapa, ni juzi au jana, yule mtu aliyezungumzwa habari ya fasihi. Hata watoto hatuwasimulii tena zile hadithi za zamani. Kwa nini? Kwa sababu yani tunaona kama kauongo fulani hivi. Kwa hiyo tunakwepa kwamba yani mtoto nimsimulie habari ya fisi na sungura. Kwani sungura anazungumza? Kwani fisi anasema? Kwa hiyo tunakwepesha. Niwape mfano. Hadithi. Mmesema hadithi njoo, halafu nini? Kuna neno mnaliruka. Uongo. Lakini sio uongo, na hiyo ndio imeleta shida kwa sababu watoto wanadhani ni uongo. Kwa hiyo wanakwepa kusikiliza hadithi. Sio uongo, ni uhondo. Neno lilokuwa sio alisikiaje wao, wakaona kama ni uongo, lakini ni hadithi njoo, uhondo njoo, utamu kolea. Uhondo. Sasa maafisa utamaduni pamoja na maafisa michezo asante. Twendeni sasa tukarekebishe hilo, watoto wetu waone kumbe kusikiliza hadithi ni uhondo, sio uongo badala yake. Kitu kingine, muda wangu sasa umebaki hakuna. Labda tu nihitimishe sasa kwa kusema kwamba tutumie lugha ya Kiswahili jinsi inavyopaswa. Kuna mambo ambayo tutawasilisha pia kwa maofisa utamaduni, namna ambavyo tutashirikiana tuchukue hatua za namna ya kukifanya Kiswahili kifae kutumika katika michezo, kifae kutumika katika utamaduni kwa lengo la kuhimiza utalii wa ndani na utalii wa nje katika sekta hizo mbili. Labda nitaje mambo machache hapa.
Sijui labda tutashirikiana na wizara kuandikia barua kuhusiana na mambo haya ya msingi. Tutakuwa na kongamano la kimataifa la Kiswahili Ufaransa mwezi Novemba. Kwa hiyo wadau wetu wote mlioko hapa tunawakaribisha tuweze kushiriki katika kongamano hilo. Tutasambaza barua kwa kila mmoja wenu. Jingine, Masikidu mwaka huu tutafanya Zanzibar, maadhimisho ya Kiswahili duniani tarehe 7, kuanzia tarehe 1 mpaka 7 tutafanyia Zanzibar, lakini pia tutawapatia taarifa hiyo. Marathoni ambayo itatangulia maadhimisho ya Kiswahili duniani itafanyika Juni 28 mkoani Arusha. Kwa hiyo maofisa utamaduni mlioko kote nchini pamoja na maofisa michezo tutawasiliana nanyi ili tuweke vizuri namna gani tutashiriki katika marathoni hiyo. Kingine ni watangazie tu kwamba mwezi Novemba mwaka huu tutakuwa na mafunzo ya Kiswahili sanifu na fasaha kwenu ninyi, mahali tutawatangazia na wakati huo utakapofika tutawafahamisha. Mwisho kabisa, basi mambo mengine tutafahamisha. Tunaandika kamusi ya michezo. Wale wadau wa michezo tutawaomba pia tusaidiane katika uandishi wa kamusi hiyo ambayo itatumika vizuri zaidi wakati wa AFCON 2027. Halafu mwisho kabisa tutakuwa na usanifishaji mkubwa wa pili ambao pia nini kama wadau wa Kiswahili tutawafahamisha namna gani mtashiriki katika kusanifisha Kiswahili. Kiswahili kilisanifishwa mwaka 1930, karibu miaka 100 sasa, ambapo tutapaswa kukisanifisha tena kwa mara ya pili. Asanteni kwa kunisikiliza.